Kongo chonsi chiriro balya gusine chinsemo chire ao Nchenguru kwa pita nyasani nyamwaru kurumatongo gontegerete abagusi Global Radio. Jendi ngongoro ku Angwenyi Danieli rwaiga chiro ya usongo kwa nyamagena ni gontegerete abagusi Global Radio. Asamlete ngugwedi na kwambuka muko koroya secho ya busongo kole biashara ni gontegerete abagusi Global Radio. Samalieta ngorupani skerbongo kole biashara busongo abagusi bategerete radio Global Radio. Bono, nabakotonyora ase website yaito ya www.abagusiglobalradio.com. Oboigo, nabakotonyora ase YouTube channel yaito o like na subscribe gwetera www.abagusiglobalradio.com. Elionyore merubiri yaito eye mase yemo ase simya oyakoboko. Abagusiglobal Radio ekenakyo ekeumbu kyomu. Asante sana mpenzi, tumefika katika AGR News Roundup. Kumbuka kwamba mpango huu tumekuwa tukifanya kwa muda, lakini tulikuwa tumeenda break kidogo. Sasa tumerejea ili kukupasha yale ambayo yanaendelea kutoka maeneo tofauti, kaunti ya Kisii, kaunti ya Nyamira, saa kaunti zetu mbili. Unafaa kuyajua zaidi ni yapi yale ambayo yanaendelea. Kumbuka kwamba ni wakati ambao pia wanasiasa wameanza kampeni zao za mapema. Wengine wameanza kutafuta kura, wengine wameanza kupigia wale ambao wanawapendeza kampeni, huko pia kutoka eneo la Gusiland viongozi wakija pamoja kwamba wanataka kumsupport aliyekuwa waziri mwenye mamlaka makuu katika serikali ya mpito ama Daktari Fred Matiang'i. Ni baadhi ya yale ambayo tumejiandaa nayo siku ya leo kutoka kaunti hizi zote mbili na kaunti zingine na Kenya kwa ujumla, ili tukupashe zaidi yale ambayo yanaendelea na yale ambayo tutayatarajia hivi karibuni. Na vile vile tuko na taarifa za kimataifa kutoka mataifa tofauti. By the way, niko na Jeff, lakini tutazungumza baadaye pia. Kuna watu ambao wamepangwa kuwa deported kutoka pale Marekani, wa Kenya zaidi ya 1200 na nchi zingine nyingi. Ni baadhi ya yale ambayo tumejiandaa nayo kukupasha katika sport pia na biashara. Tumejiandaa tukupashe zaidi. Mimi ni Vida Simoshoki. Karibu katika mpango wa AGR News Roundup. Mwenzangu, asante sana bwana Videl kwa kunikaribisha pale, ikiwa kwamba mpendwa ambaye anaendelea kufuatilia pale, tumekuletea inayojulikana kama AGR News Roundup, ikiwa kwamba ni awamu tu ya kwanza tukikufahamisha yale ambayo yanaendelea humu nchini, ulimwenguni kote, kaunti zetu vile ambavyo mwenzangu amerejelea, bila kusahau vita ambavyo vya wenyewe kwa wenyewe pale DRC Congo. Ni kipi kile ambacho kinaendelea pale? Rais wa nchi ile ya DRC Congo bwana Felix Tshisekedi amezungumza usiku wa kuamkia leo. Ni kipi kile ambacho alikisema? Pia bila kusahau pale Marekani kuna ajali ya ndege ambayo ilitokea kihusisha ndege ile ya American Airline na ndege aina ya helicopter pale. Watu 60 waliokuwemo. Je, ni kipi kile ambacho kimeendelea? Manusura wapo ama watu wameaga dunia? Hayo na mengine mengi tutakuwa tunayafahamu tunapoendelea kusonga mbele. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Na Jeff, wakati papo umezungumza kuhusu vita vya wenyewe kwa wenyewe, ndio, what is not happening? You know, the president of the DRC, Felix, alisema hudhuri kikao kile ambacho kilikuwa kimeitishwa na chairman wao, mwenyekiti wao ambaye ni rais wa Kenya William Samoei Arap Ruto. Kunani? Yale ambayo yanaendelea pale nchi ile ya DRC ni kwamba kuna uhasama kati ya nchi ya Rwanda na nchi ile ya DRC pale. Kwa kwamba Felix Tshisekedi ambaye ni rais wa nchi ile ya Democratic Republic of Congo akimshtumu rais ama nchi ile ya Rwanda ambayo inaongozwa naye Paul Kagame kwa kuwa kusema kwamba kuna nchi ile ya Rwanda inasaidia wale waasi wa M23 katika kuwafadhili, na pia kuna sintofahamu kati ya kila ambacho wanapigania pale, haswa mji ule wa Goma ambao umetekwa sasa hivi. Tuliona tena yule ambaye ni waziri wa kijumla ama ni balozi wa kijumla kutoka nchi ile ya Rwanda pale akizungumza akitaja kwamba kuna huenda hao waasi wa M23 wakateka zaidi ya vitongoji pale Goma, na tutakuwa tunafahamu mengi tunapozidi kusonga mbele. Ndugu Vidal, ni baadhi tu ya yale ambayo tumejiandaa nayo, lakini ningependa sana Jeff tuanze na siasa. Siasa zetu kutoka eneo la Gusiland. Lakini Gusiland, unajua nikizungumza Gusiland watu wanafikiria kwamba ni kaunti ya Nyamira na Kisii. Nikisema Gusiland nazungumzia kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira. Sasa nataka tuanze kutoka kaunti ya Nyamira. Kuna mambo mengi ambayo yamejiri katika kaunti ya Nyamira. Kaunti 046 nadhani. Kaunti ambayo inaongozwa na gavana
ambaye ni Amos Nyaribo. Kuna time nilimuita daktari, nilikuwa nimemconfuse kwamba daktari. Jina lake rasmi ni His Excellency Amos Nyaribo Kimwomi. Mkubwa akaniambia unajua si daktari, lazima uite mtu na jina lake, profession yake. Kama ni daktari ni daktari, lakini kama si daktari bado si daktari. So Gavana Nyaribo hivi karibuni amezindua machine ambazo zitaanza kufanya kazi katika wadi zote 20, kwamba wadi ni 20 katika county ile ya Nyamira. Na akasema kwamba mashine hizo zote kwanza zitaanza na kazi ya kutengeza barabara. It's like wameamua kwamba hawatafanya mambo yote kwa pamoja. Walisema wataanza na barabara na wakasema kwamba wataanza na barabara, na wadi ambayo itaanza ni wadi ya Nyamaiya. Kumbe kwamba wadi ya Nyamaiya haina mwakilishi wadi kwa sababu alifariki some 2 years ago if I'm not wrong, ama 1 plus. Na wakasema kwamba wadi ile ndio itaanza na mchakato wote utaanza pale wa kutengeza barabara. Lakini Jeff, tutakuja hapo baadaye kwa kwanza kukarabati barabara. Kumekuwa na shida katika kaunti ya Nyamira. Nadhani kwamba unatoka Nyamira County. Kumekuwa na shida pale sana Jeff. Ndiyo. Ya kumtoa gavana Amos Nyaribo. Ndiyo. Tuliona pale aliyekuwa speaker Duke Masira if I'm not wrong, alipeleka bunge katika eneo la Manga pale, huko pia bunge lingine likiendelea katika county assembly ya Nyamira pale. Ndiyo. Shida ilikuwa gani? Shida ni kwamba viongozi wale katika kaunti ya Nyamira, haswa wawakilishi wa wadi, kuna wale ambao wanamuunga mkono ambaye ni gavana wa sasa Amos Nyaribo, na kuna wale ambao kidogo hawamuungi mkono, wanampinga. Kwa kile ambacho kinataja kwamba yule speaker ambaye aliondolewa mamlakani ni mtu alikuwa wa karibu zaidi na gavana Amos Nyaribo. Na basi vile vikao ambavyo vilikuwa vinafanyika pale havikuwa vinafanywa kwa njia ambayo inafaa, na yale matakwa ya wale wawakilishi wadi hayakuwa yanafikiwa. Basi kufanya maendeleo katika wadi zao kutofanywa. Na kama wewe basi haukuwa umejiunga na muungano wa kumpa mkono yule kiongozi wa county ile ikiwa ni gavana Amos Nyaribo, basi kidogo pale uenda ukakosa kufanyiwa kazi fulani ama kupatiwa kazi fulani ifanywe katika eneo lako. Basi ile likaleta shida, kapata kwamba wamepanga njama ya kumuondoa ofisini yule gavana mara ya kwanza, na mara ya kwanza ikafeli. Basi wakatulia kidogo tena, mwaka uliopita tena wakajaribu tena kumng'oa mamlakani, wakakosa kura 2 ili wamtoe ofisini. Kisha baadaye wakarejea, sasa wakamtoa afisini yule speaker wa county ya Nyamira, ambaye hadi sasa hivi yeye ametolewa katika wadhifa wake, lakini bado haja hand over kwa yule ambaye alikuwa ni naibu wake, ambaye hako sasa hivi ndiye anajulikana. Hata kesi ilipelekwa mahakamani pale, na basi akakuwa kwamba yeye ameondolewa katika kiti chake. So pale Nyamira kumekuwa na shida nyingi tu, aswa wale wawakilishi wadi wakitaja kwamba kuna baadhi ya kandarasi ambazo zilisinduliwa pale kufanywa, lakini zilienda tu pale, gavana akaenda akafanya lounge, kisha baadaye azikuendelea kufanywa, na pesa zilitoka. Je, swali ndilo wanauliza, je, hizi pesa zilienda wapi? So Jeff, you mean Duke ambaye alikuwa speaker wa bunge la county ya Nyamira, he was ousted? Yes. So hajaanda over kabisa. Basi hajaanda over. Wiki iliyopita katika yale ambayo yanaendelea katika county ya Nyamira pale ni kwamba alikuwa analitumia gari lake rasmi la county ama lake rasmi lile ambalo anapatiwa kama speaker, na anaonekana tu akizunguka baadhi ya maeneo ikiwa kwamba ni mazishi pale, wanafika na safari zake tu anafanya akitumia gari lile la county ya Nyamira. Wakazi huko wakiuliza maswali, je, gari hili ni lake rasmi na lina nambari za usajili za county, ama gari hili alilinunua? Kwa sababu sasa swali linakuwa ni nani huyu anafadhili gari hili kuwekwa mafuta na jinsi ambavyo anatumia. Kio kwamba yule, kumbuka kwamba ambaye ni naibu, aliyekuwa naibu wa speaker katika county alipata ajali mwaka jana, na kile ambacho wawakilishi wale ambao wanamuunga mkono walitaja ni kwamba ni kwa sababu hakuwa na gari rasmi ambalo anafaa kuwa nalo, na kisha baadaye akapata ajali, lakini alipona, sasa hivi yako sawa na anaendelea na kazi yake ya kutekeleza kazi yake kama speaker county ya Nyamira pale. Basi kuna visa nyingi tu ambavyo vinaendelea katika eneo lile, ikiwa tuna ngoja ikiwa kwamba kuna fununu kwamba huenda tena wakafikisha mswada wa kumng'oa mamlakani yule gavana tena. Lakini wakati gavana alikuwa na launch zile mashini za kutengeza barabara, nilimuona yule speaker ambaye sasa alikuwa naibu speaker hapo awali. Ndio. Sasa hivi ni speaker. Ndio. Alisema kwamba sasa hiyo mswada ya kutaka kuondoa gavana muitupilie mbali, na akaambia gavana I'll protect you. Na wamesema kwamba jambo ambalo lilifanya Duke akatolewa pale ni kwa sababu alikuwa anaegemea upande
wa gavana. Lakini Jeff, tukiangalia hata tuachane bunge la kaunti ya Nyamira, tarudi pale. Tuangalie bunge la kitaifa. Nimeona Wetangula akifanya siasa Western. Nimeona viongozi wengi wakumkashifu kwamba huyu ni speaker wa bunge, hafai kuegemea upande wowote. Anafaa kuwa katikati, referee, hafai kuegemea upande wowote. Lakini sasa do you think kwamba hawa ma speaker ambao tunachagua katika kaunti tofauti if I may say, wanaelewa kile ambacho wanafaa kukifanya kama kazi ile ambao wanafaa kuifanya? Kwa sababu constitutionally mtu ambaye ni speaker anafaa kuwa very independent. Anafaa kuwa si mtu wa kuegemea, actually hafai kuzungumza kuhusu siasa. Lakini nimemwona speaker wa sasa wa kaunti ya Nyamira akizungumza siasa. Actually nitakuwa nacheza video fulani hapa. Nimemwona speaker wa kitaifa. Moses Masika Wetangula akipiga siasa. Tumemwona zote pale Western akipiga siasa. Akikashifu baadhi ya viongozi wa upinzani. Na hiyo si role ama si baadhi ya kazi ambayo anafaa kuifanya kikatiba. Do you think these people understands well kila ambacho wanafaa kukifanya? Basi swali ndilo hilo wengi wanajiuliza. Je, the role of the speaker ni gani katika bunge? Maybe nimueleze mpendwa ambaye anafuatilia pale. Role ya speaker ni kuhakikisha kwamba ile kazi ambayo inafaa kufanywa either na gavana na rais mwenyewe imefanikishwa. Hafai kuegemea upande wowote. Yeye anafaa kuwa pale katikati. Na akiwa pale katikati ni kuhakikisha kwamba ako on toes na gavana ajue kwamba kazi ile ambayo inafaa kufanywa imefanywa. Pesa za akaunti zinatumika namna gani? Ile miundo msingi ambayo aliweka pale ama kandarasi ambazo zimetolewa je zinafanyika? Lakini kila ambacho tumekiona hapa nchini Kenya ni kwamba hawa maspika haswa kaunti nyingi tu na pia lile bunge la kitaifa wengi tu wamelala katika kazi zao pale. Hawafanyi jinsi ambavyo wanafaa kufanywa. Ikiwa kwamba gavana hajakifanya, amuulize maswali. Ulileta budget katika bunge letu la county. Tukapitisha. Je, hii budget imetumika namna gani? Ikiwa kwamba haijatumika basi anafaa kuuliza maswali. Lakini kila ambacho tunakiona hapa Kenya ni kwamba niseme tu kwa utani, speaker na gavana wanalala room moja pale. Ikiwa they don't share, yule speaker sasa afanye kazi yake. Na basi amekuwa mwendani wake yule gavana. Na akikuwa mwendani wa gavana basi hata muuliza maswali kwa sababu either kuna privileges ambazo anazipata kutoka kwa gavana huyu, ndipo sasa siulize maswali jinsi ambavyo upadhirifu wa fedha umekuwa katika kaunti ile ama jinsi matumizi ya fedha zimekuwa pale. Na nirejelee kile ambacho umekitaja kwamba yule speaker wa county, speaker wa bunge la kitaifa bwana Moses Masika Wetangula pale Western Kenya, rais alikuwa na ziara ya siku 6 na tulimuona akiwa pamoja naye wakati mwingi tu hata akizungumza katika ziara zile pale. Wengi wakitaja kwamba afai kufanya vile, lakini kuna wale ambao walitaja kwamba yeye alikuwa nyumbani. He is lobbying more to his area. Watu eneo lile la magharibi mwa Kenya wapate zaidi. Lakini ikiwa kwamba anafahamu fika kazi yake, afai kucheza siasa. Pale nilimuona juzi akizungumza wiki iliyopita pale akitaja kwamba wabunge their registratures pale ni watu wa kutengeza na kupitisha sheria pale, wafanye kazi yao jinsi ambavyo wanafaa kuifanya, huku akitaja kwamba wananchi wanaangalia. Kiyo kwamba hutafanya jinsi ambavyo unafaa kufanya, basi huenda wananchi hawa watachukua hatua. Na nadhani na hatua ile ambayo inaweza chukuliwa pale ni kwamba ni kungolewa mamlakani kupitia kupiga kura mwaka 2027. That is why wanasema kwamba your interest, your personal interest. Unajua siasa unajua ni interest, Jeff. Ni kweli. Your interest, personals, they should not outshine as fai kushinda kazi ile ambayo unaifanya. Ni kweli. So, Moses tumesema kwamba he was lobbying ili apate mengi pale Western Kenya. But pia anafaa kukumbuka kibarua chake kile ambacho anakifanya. Sijui mpenzi atatuambia msikilizaji na msomaji kwamba kwa mtazamo wake anaona speaker wetu katika mabunge ya county na katika bunge la kitaifa hata seneti wanaelewa kile ambacho wanakifanya kweli, wanajua kibarua chao, kwa sababu nimemwona hata Amason Kingi pia akipiga siasa. Lakini turudi katika kaunti ile ya Nyamira ambapo tulikuwa pale jana, actually tukizungumzia kuhusu speaker wa bunge na vile vile siasa za Nyamira county. Jana speaker wa bunge la kaunti ya Nyamira ambaye ni mgeni sasa na vile vile viongozi wengine wamekuwa katika mazishi fulani na wamekuwa wakipiga siasa. Mswada ambao ulikuwa umekataliwa pale awali kuhusu usiletwe katika bunge wa kujadili kumtoa afisini gavana Nyaribo. Tena waliujadili pale kwamba gavana afanye kazi nzuri, gavana anafanya kazi nzuri. Na ningependa sana tusikize
siasa za Nyamira, vile viongozi walikuwa wanazungumza katika hayo mazishi, kisha baadaye tutazungumza baadaye. In the next financial year, those concentrate asokobeka chinyagitari chiita mariogo na wenshu abuna munyamiro ndita yoko ende nyagitari ye serikali ogosa iliogo iriaganeirie kuchakera July, lakini that will be based on the program ebone gotubwate ye chipara kire ward ebone tigana into turaba korre gas kitubwato muspiko ito muraranga ki na ende bono into turaba be gosine muspiko ori orengo mobe because muspiko ori na role kogera into na role gotabinga tumbiche gabana nyalibu bono buna tuwa moseria koraga nyango impeachment nere into arenge magoso na role ko ndangirisa 12 chamandi onte nyanga na saini gaiga ombekera gatoke tiumuko na tubwatira ne tusukinya mira yaito ngoteba iga tisegi tiarenge Nyamira ndwateba tiere omuspika Nyabarage abwatega sitogendere tusuke mutwe igo tugusabanga kimuranje bono Nyamira ereto morembo tukwa intetinta itisegi lakini onekero kyane mwe unatangaza na agetigire anje tigatosomie abana baito tubaire chisukuru wetha no momura wetha ne nyaroka elinde ekenyorogia ito gose Nyamira ya ito eche egendo togotebia osoro korwari ya South Mugirango atige kochecherio mugusi goteba ngo mugusi ta isaini yani to isaini abatra minto mote osoro. Before tuingie katika Osoro tutamzungumzia baadaye. Umesikia Jeff, hao ni viongozi wako. Hao ni baadhi ya wakilishi wadi kutoka kaunti ile ambayo unatoka pale. Ndio. Na wanazungumza kuhusu siasa za Nyamira. Na hivi karibuni tumeona Nyamira imekuwa na shida sana. Lakini na mimi Jeff, kazi imeanza kufanyika pale Nyamira. Mimi I can test kwamba I was in Nyamira like 2 days ago. Ndio. At least vile wana msukuma gavana, at least kazi imeanza kuonekana katika kaunti ya Nyamira. Ndiyo. Na kumbuka kwamba hawa ambao wanazungumza actually ni wale ambao wako upande wa gavana, kwa sababu unasikia wanamtetea gavana kwamba vita ambao vilikuwa pale zimekwisha. Tukizungumzia kuhusu vita hivyo vya gavana, kuna familia moja ambayo inailia haki baada ya mtoto wao kwa jina Lamek. Huyo kijana wao alikuwa mmoja wa vijana ambao walikuwa wameandaa maandamano siku ya Jumatatu ambayo imekwisha. Nadhani kwamba ilikuwa tarehe 26 if I'm not wrong, ama 7. Ilikuwa tarehe 27. Walikuwa wameandaa mkutano ama maandamano katika kaunti ya Nyamira ili kuandamana kuhusu ama kazi ama uongozi wake gavana Nyaribo kwa ujumla. Lakini kijana huyo alipotea. Ndio. Alipotea hadi sasa. Nadhani kwamba wameandikisha ripoti katika vituo tofauti vya polisi, lakini sidhani kama kijana huyo amepatikana. Siko sure but I guess hajapatikana kwa sababu tangu jana nilisikia pia familia ikisema kwamba inajaribu kumtafuta yule kijana wao ambaye alikuwa katika mstari wa mbele kuandaa maandamano katika ile kaunti ya Nyamira. Before tuingie hapo, kwa sababu nina video ambayo nitacheza ya wazazi wao. Jeff, ndio nini umesikia wanazungumza? Nadhani kile ambacho wamekizungumza pale Bideli ni kwamba wamekubaliana kuanza kufanya kazi. Huku wakitaja kwamba spika aliyekuwa mtangulizi yule alikuwa pale awali ndiye alikuwa shida. Hata umesikia mmoja pale akisema kwamba huyo spika alikuwa anamwamsha asubuhi kwa simu na kidogo pale anamfinyia kitu kwa mfuko, kisha baada mwambie tie sahihi hapa kwa sababu tunataka kumngoa afisini huyu gavana. Basi shida hizo ambazo maybe hatujui kama ni ukweli jinsi ambavyo anazungumza, kwa sababu yule ambaye alikuwa spika wa eneo lile la bunge lile la Nyamira hajajitokeza akubali ama akatae yale, lakini tutaachia hapa kwa sababu yeye ndiye amezungumza hayo. Na kila ambacho wameomba pale ni kufanya kazi, na wamesema kwamba kazi imeanza. Aswa tulimwona gavana amenunua tractors na gari zile za kusaidia kutengeza barabara, na kuna zile ahadi ambazo zimetolewa pale. Je, kasi kila ambacho sasa tunajaribu kuangalia hii kazi ambayo wamesema ifanywe itafanyika jinsi ambavyo wamezungumza pale, ama tu ni kumpaka mwananchi mafuta tu kwa mgongo, ikiwa kwamba ni kumpapasa tu kumuelezea sasa shida zetu tumeweka kando tunafanya kazi. Kila ambacho tunaangazia sasa hivi ni kuona kwamba kaunti ya Nyamira inaendelea vizuri. Miaka miwili ambayo imepita kumekuwa na vita hapa na pale kati ya gavana, wakilishi wadi na viongozi wengine. Hata tulimpata ama wakati mmoja seneta wa kaunti ya Nyamira alimkashifu sana yule gavana, hata kuzungumza na kuna kikao kile ambacho tulifika wakati mmoja pale wakizungumza katika hafla moja ya mazishi pale, kusema kwamba kama gavana hata kubali kufanya kazi jinsi ambavyo inafanywa basi watamtoa afisini pale. Na Jeff, naibu gavana wako alienda wapi? Sijamsikia. Daktari Gesami.
Daktari Gesemi yako, kama wiki moja hivi ambayo imepita alizungumza pale. Na alikuwa anazungumza katika hafla moja ya mazishi pale. Na kile ambacho alikitaja, alisema kaunti ya Nyamira inaendelea vizuri. Hata kama kuna uwazama kati ya gavana na naibu wake ambao hawajitokeza wazi waseme ni kipi kile ambacho kinaendelea mule, lakini kila ambacho alikitaja ni kwamba wanaendelea vizuri na kaunti inaendelea kufanya kazi yao vizuri. Ukumbuke kwamba wakati ule ambao aliteuliwa kama wakati yule gavana wa kwanza wa kaunti ya Nyamira aliaga dunia, wakati huyu Gesami aliteuliwa, basi alikuwa mwindani kabisa, mtu ambaye alikuwa anafanya kazi karibu sana na gavana Amos Nyaribo. Lakini kwa sasa kidogo hatujamsikia kwamba anafanya kazi yake vile ambavyo anafaa kuifanya. Lakini kile ambacho alizungumza latest wakati alionekana katika public pale, alitaja kwamba atakuwa anaendeleza makazi inaendelea kufanywa katika kaunti ya Nyamira, huku akitaja kwamba baadhi ya kandarasi ambazo zilizinduliwa, makazi ambazo zilizinduliwa pale zinaendelea kufanywa, ikiwemo ile industrial hub ambayo inajengwa pale Sironga inaendelea kujengwa. Baadhi ya vile ambavyo alivitaja pale. So tutangoja tuone kama awamu ya pili ya Nyaribo atawania ama atapumzika. Na je, Gesami atamsupport kwa sababu wamenyamaziana sana kwa muda. Lakini fununu ni kwamba kuna kutoelewana kati yao. Ni fununu ambazo hatuwezi tukazidhibitisha. Taarifa ambayo nimeambiwa hapa chef kwamba yule kijana alipatikana by the way, lakini baadaye nitakuwa nakuelezea kulienda aje pale awali na kulienda namna gani. Ulikuwa unasema jambo? Nilikuwa nasema kwamba ikiwa kuna wengi ambao wamejitokeza pale kutaka kuwania kiti kile cha gavana mwaka 2027 katika kaunti ya Nyamira kwa kimshtumu gavana, lakini akifanya kazi yake vizuri, tutakuwa tunaona kwamba atatosha tena. Ikiwa kwamba unajua sasa mwananchi anataka kuona ni kipi kile ambacho umefanya. Si mdomo tu. Sasa hivi wafanye kazi kisha baadaye tutaingia pale tujue kwamba huyu gavana amefanya kazi, je, ni vizuri arejelee ama arudishwe katika cheo chake pale, ama mtu mwingine pale achukue uongozi huu. Jana naibu rais Professor Kithure Kindiki alisema kwamba they don't need 10 years. Rais Ruto hahitaji miaka 10 kuongoza. Hata akiongoza hii miaka 5 peke yake, yale ambayo ameyafanya kwa miaka 2 ambayo imekwisha yanazidi yale ambayo rais mstaafu hayati Mwai Kibaki alifanya kwa miaka 5. So tutangoja tuone, lakini tukiendelea katika, nataka tumalize kutoka kwa kaunti ya Nyamira tukimaliza kabisa. Ningependa nicheze video fulani hapa. Umezungumzia kwamba kazi inafanywa aje katika kaunti ya Nyamira. By the way, wanakandarasi wameingia katika kaunti ya Nyamira na ningependa nicheze video fulani hapa ya kuonyesha kwamba kazi imeanza pale Nyamira County. Hawa ni wanakandarasi. Tumaliza grading, alafu tunamaliza tunaweka maram, tumbing ya maram. Tutaweka hiyo maram barabara yote. Tukishamaliza maram, kuna ile tractor ya kukuja kukanyaga ile compaction ya roller. Roller ikishapitia kutakuwa watu watakucha ile watu wa casual, at least watafungua hii midaro ndio maji itakimbia vizuri. Ndio sasa maji usiwezi haribu barabara zetu zile za Nyamira. Leo nilitukuli tuachaka kurunyama ya liesteni paka tuikenta na moino. Igawone gendo tokora ngelinga atokora grading asumu wabwege tarama partial rehabilitation ne para konyera ororo bona tokonyebeka eteke nega stroja gandera tabuya na wananchi ba Nyamira ward abondo chibali very happy ase imerimo yiga egenderete ekogera buna kiro yo mutu kumira njira uyobegete ndu bya njira gakungangana korusia na intu ndu gusaligentu kionde ndo chemeremo ya chakiro gokorbuya ase kigus. So kazi inaendelea chef. Umeona pale wanakandarasi washaanza, atujui watamaliza Nyamira wapumzike. Ikiwa kwamba sasa kaunti ya Nyamira inazo vifaa vya kutumia katika kufanya kazi ile, wakimaliza pale Nyamira nadhani watakuwa wanaelekea katika wadi nyingine pale kufanya kazi. Na kile ambacho wamenifurahisha ni kwamba they never disputed, waseme kwamba tutachukua baadhi ya tractors na magari yaelekea upande mwingine. Kile ambacho wamefanya vizuri hapo ni kuanzia wadi moja. Wamalizane pale, waweke mchanga, barabara zile ziwe safi kabisa. Na nadhani kwamba hata drainage itakuwa safi kabisa. Na wakitoka pale hata waelekee katika ile wadi ya Magombo pale, waelekee wadi ya Gachuba. Hizo zote tu wafanye kazi jinsi ambavyo wameanza kuifanya pale katika wadi ile ya Nyamira. Nilimsikia majority leader wa kaunti ya Nyamira anasema kwamba
they want to do away with roads. Then the next financial year washughulikie masuala ya madawa hospitali. Yaani kwamba watakuwa na deal na kila kitu kwa wakati wake. So sisi tutangoja tuone kama watamaliza nyama hiyo wapumzike kwa sababu hakuna mwakilishi wadi ama kazi itaendelea. Lakini tukitoka pia hapo tuko katika kaunti ya Nyamira bado. Kuna yule kijana ambao nilikuwa nimekwambia alikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa wameandaa maandamano. Ningependa nicheze video moja hapa kisha baadaye turejee tuisungumzie. Na kuna video nimecheza, umesikia wakilishi mmoja wadi kutoka Nyamira akisema kwamba tunamkashifu mbunge wa South Mugirango Silvana Sosoro. Tutarejea hapa tuzungumzie. Lakini kwanza tupate hii ya Lamek ambaye ni familia moja ambayo ilikuwa inaomba usaidizi kwamba mtoto wao apatikane kwa sababu hawajui alienda wapi, kwa sababu alikuwa mmoja wale ambao walikuwa wameandamana maandamano Jumatatu ambayo imekwisha kuhusu gavana Nyaribo. Tumusikize ama tusikie familia inasema nini. Ntamuroji na bwire ngaya. Yona agenda polisi kwerende police post Marara. Na ripoti yororo, na ikororo, na ichanyamaya na police post ga bunororo, na ripoti. Bona muanga twamuanga ya bone nto kora bana ba ndenga ya bone to kogenda paka Nyamira esa ichiete. No turaje nyore ripoti burungi. Ngachikwanya saa moja saa 2 timoroji saa 3 saa 7 utakira sana ni bona lingo nyora tisimi ngwake neti namba chingeni ngoboli kungaira mekyali ngobata no nje timoroji nerenganyite na nje tinda morora wakataka kumuliki go bano bone gatimeti asale gaki asale nonya gakimba muitapi bamubuga tukasale gakitomorole juwa maandamano aito igwete ngana aramoretete maandamano ntunyamira tole ntonyarochi bamubwatuke ikigyo kana kigendo toko sababu ne family ukogani waito tukurira esirikali ya itenyare gotokonya etobwatisie tiere korosigwa elinde next. Asante sana umesikia pale ni wale ambao ni wazazi wake na jamaa yake ikisema kwamba aliashiriwa kwamba alipatikana siku ya Jumatano. Ndivyo nimeambiwa hapa kwamba kijana yule Lamek alipatikana siku ya Jumatano, which is very nice. Lakini si Nyamira tu, Jeff, tumeona abductions, utekaji nyara ukiendelea kutoka maeneo tofauti. Lakini siku hizi ni kama umeenda chini kidogo kwa sababu ilikuwa wakati watu wanatekwa nyara ovyo. Na ripoti ambayo itolewa na Kenya Human Rights Commission wanasema kwamba wale ambao walikuwa wanatekwa nyara walikuwa wanapewa kima fulani cha fedha ili wasije wakazungumzia kuhusu madhira yale ambao waliyapitia wakati ambapo walikuwa wametekwa nyara. Ni juzi tu, ilikuwa siku ya Jumatatu, ndipo shirika lile la kiserikali la Kenya Human Rights Commission walisema kwamba walikuwa wanapewa fedha ili wasizungumze kuhusu yale ambayo yaliwakuta wakati ambapo walikuwa wametekwa nyara. Kuliendaje? Nadhani ni mengi ambayo yamezungumzwa kuhusiana na utekaji nyara hapa nchini, kia kwamba hata wale ambao wanawateka vijana hawa nyara ama mwananchi wa kawaida nyara pale, kuna kile ambacho hata wanatumia nambari za usajili za magari tofauti. Kia kwamba unapata kama kuna yule kijana ambaye alitekwa nyara akizungumza pale akisema kwamba walitumia nambari ya usajili ya mchungaji mmoja wa kanisa moja, kile ambacho akikuwa kinapeleka watu vizuri. Basi kwa kawaida hayo yamekuwa yakiendelea. Lakini shirika lile la UNHCR pale na pia shirika lile la IPO ambalo linafanya utafiti ama linaangazia jinsi ambavyo maafisa wa polisi wanafanya kazi yao, kuna taarifa ambayo walitoa juzi pale wakitaja kwamba hawatachukua hatua kwa sababu hawako sure ni nani anafanya kazi ile. Pale Inspector General Douglas Kanja akikana madai kwamba serikali ama maafisa wa polisi hawahusiki katika kuwateka vijana wale nyara. Nakumbuka kwamba baadhi ya wale ambao wametekwa nyara wakati waliachiliwa pale Bwana Videle ni kwamba walikuwa wanataja wanapelekwa mahala ambapo hawajui. Inakaa kwamba ni msitu na kuna jumba pale ambalo wanafungiwa ndani. Na si sehemu moja tu, wakitaja kwamba ni sehemu kadhaa ambazo wanatekwa nyara wanapelekwa pale. Na kuna mingi ambayo huwa wanafanywa pale, aswa kuchapwa, kunyimwa chakula na maji kwa muda. Basi serikali inapaswa kumlinda, kia kwamba hilo ndilo jambo linafaa kufanywa ama kulingana na sheria ya ile constitution ya katiba ya mwaka 2010 hapa nchini Kenya. Basi mwananchi wa kawaida anafaa kulindwa hata akipatwa na jambo gani lile. Tuseme kwamba sasa hivi Bwana Video ulipata kwamba nimefanya kosa. Maafisa wa polisi wachitokeza hapa anafaa kujitambulisha. Mimi najulikana kama askari Videlis Moshoge. Nimekuja kukutia mbaroni kwa kosa ambalo ulilifanya.
basi akijitambuliza hivyo mambo yote huwa sawa. Lakini kile ambacho tumekuwa tukikiona pale ni magari aswa Probox pale, Subaru zingine hazina nambari za usajili pale, na watu ambao wamevalia maski na pia kujifunika uso wao wasijulikane kwamba ni maafisa wa polisi halisi ama ni wale ambao wanajifanya kuwa maafisa wa polisi. Kile ambacho kilinifurahisha zaidi ni kwamba Rais anasema utekaji nyara ukome. Kesho wengine wanatekwa nyara. Actually, where is Justin B. Muturi? Justin B. Muturi hapo ana hatujamuona haswa tangia wale mawaziri watatu walioteuliwa kutoka eneo lile la Mlima Kenya kuapishwa. Ukumbuke Jeff kidogo, ukumbuke kulikuwa na kikao cha mawaziri Western wakati rais alikuwa anazuru pale. Hakuhudhuria. Ndio. Akasema hakufahamishwa kulingana naye. Hakuambiwa ama hakualikwa. Tangia atoe ile statement, andikishe taarifa katika kituo cha Milimani Nairobi kuhusu utekaji nyara wa mtoto wake 6 months down the line. Kumbuka kwamba alikuwa Attorney General wakati mtoto wake alitekwa nyara. Ndio. Sasa hivi ni waziri wa utumishi wa umma. Ndio. Ndipo 6 months down the line ndipo anatoa taarifa. Wakenya wengi wakimkashifu kwamba alikuwa wapi? Why was he silent? Shida iko wapi? Huko pia viongozi wengi wakumwambia resign, lakini alisema Nurdin Haji ndiye aliteka mtoto wake nyara. Sasa yuko wapi? Bwana Muturi wakati mwingi tumemwona alijitokeza baada ya kikao kile ambacho kilifanyika pale Western Kenya. Na wakati wa Kenya wengi tu waliuliza maswali, yuko wapi? Hajafika siku 10 ama siku 10 ambazo zilikuwa zimepita wakati huu hakuwa amefika katika afisi yake mara ambapo anafanyia kazi. Na kile ambacho alikizungumza akasema kwamba mimi kwenda kwangu katika kuhudhuria hafla ya kuapisha wale mawaziri haingekosa kufanyika kama yeye angekuwa pale. Yes. Na si juhudi ya Public Service Commission kuwa pale lazima ndio waapishwe. Na pale Western Kenya akataja kwamba yeye alikosa kwenda pale kwa sababu hakupata mwariko rasmi. Rasmi. Na kisha baadaye akajitokeza kusema kwamba yeye anafanya kazi yake kutoka mahali aliko. Si lazima afika afisini ndipo afanye kazi pale. So kila ambacho kwa sasa hatujamsikia tena akizungumza, lakini kuna fununu kwamba kuna kikao ambacho kitafanyika wakati Rais William Samoei Ruto atakuwa anarejea kutoka ziara ile ambayo alikuwa nayo pale Misri. Basi kuna kikao ambacho kinapangwa kwamba baadhi ya mawaziri watakuwa wanafika pale na kutoa ripoti zao jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakifanyika, na kuna mingi ambayo wanatarajiwa kuyazungumzia ikiwemo yale ambao wamepatia kipaumbele katika wizara zao kuzifanya. Basi tutangoja tuone kama huyu waziri Muturi je atakuwa pale ama atakuwa anakosa tena kikao hicho. Labda amekuwa abducted na hujui. Na ujue Jeff, sidhani kama amekuwa abducted. Angekuwa abducted tungekuwa tumejua hilo lile ambalo limeendelea pale, lakini tunadhani ako sawa tu. Kidogo pale wanasema kwamba differences. Kuna yale ambayo by the way kwangu mimi naelewa Videl, sijui kama naelewa vilivyo ama visivyo, kwamba mawaziri hawafai kujihusisha katika siasa. Kabisa. Kazi yao wanafaa kuifanya jinsi ambavyo tuliona, nitumia mfano wa Daktari Fred Matiang'i alikuwa anafanya kazi yake. Usiingie siasa, wewe chapa kazi. Ndio maana katika constitution ya Kenya kuna kipengele pale kinataja kwamba katiba ya mwaka 2010 unafaa kuteua technocrats, si wanasiasa. Lakini kile ambacho tumekiona hivi majuzi ni kwamba wanasiasa wameletwa katika serikali na wanasafu kama mawaziri. Basi wanapaswa kukoma kucheza siasa. Siasa ikifika basi kama unataka kuwania kiti chochote pale unapaswa kujiuzulu miezi 6 kabla ya uchaguzi, ndiposa uende kuwania ama uende kupiga siasa pale. Tunangoja tuone kutakuwa namna gani. So we waiting the president to come back and to see kutaenda namna gani. Kwa sababu siasa hata za kitaifa tutaingia pale baadaye zimechacha, lakini tulikuwa katika kaunti ya Nyamira. Tukimalizia ningependa nicheza video moja hapa ambayo ni ya second last kutoka katika kaunti ya Nyamira. Kuna video tulikuwa tumeicheza pale, tukasikia mwakilishi wadi fulani akizungumzia kuhusu Silvana Osoro. Ningependa tumsikize vizuri kisha baadaye narejea. Osoro korwari ya South Mugirango atige kochecherio mugusi goteba ngo mugusi taisaini, yani to isaini abatra minto motebyo mwana ori Osoro aire ngora iyo bagusi tumejipanga na Matiang'i ndio president wetu 2027. Tubangane ngora tochoko mugusi na intu tuerolekane meseria Matiang'i. Mashini ya kwanza tunaanza na grading. Umesikia pale anasema Osoro. Osoro. Unajua ni kama Osoro alizungumza
Wakati ambapo kulikuwa na fununo. Though Daktari Fred Matiang'i yeye mwenyewe hajasimama. Asema kwamba mimi nawania urais 2027. Hajajitokeza. Lakini wandani wake wa karibu, marafiki wake wa karibu, chama ya Jubilee ambacho ni chama mwenye anakisimamia ni aliyekuwa rais wa zamani Uhuru Muigai wa Kenyatta, ambaye pia ni mwandani wa karibu sana wa the former CS. Walisema watamuunga mkono, wamemuendorse kuwania urais. Lakini Matiang'i mwenyewe hajazungumza kabisa. Lakini wandani wake tumeona wakizungumza. Osoro akazungumza akasema wamezungumza na Matiang'i amemwambia aulizi. That is what he said in South Mogrango when he was issuing some bursaries. Akakuwa katika television, yani kituo kimoja cha redio, na akasema kwamba yeye alisema hivyo kwa sababu hajasikia mkisi yeyote, mtu yeyote ambaye anatoka Gusiland akisema anawania. That is why he said hakuna mtu anawania kutoka eneo la Gusii. Lakini mmoja akijitokeza na akiwania, basi atamuunga mkono. That is what Osoro said. Actually, the only person who said he will never support Fred Matiang'i, he said it publicly, ni Javeth Nyakundi ambaye ni mbunge wa Kitutu Chache North. Alisema kwamba yeye hawezi muunga Matiang'i, aache kukula kutoka kwa serikali ya Rais William Samoei. That is what Javeth Nyakundi said actually. Alisema yeye hawezi muunga. Lakini Jeff, hii siasa ya Matiang'i tumeiona sana siku hizi. Tumeona pale seneta wa kaunti ya Kisii Richard Onyonka akisema kwamba yeye yuko pale. Anaendelea kuhudhuria mikutano. Tafika katika mkutano ambao ni wa kufungua afisi rasmi za DAPK pale Nairobi. The former deputy president alikuwa, Kalonzo Musyoka alikuwa pale na viongozi wengine pia. Onyonka alikuwa. Wakasema kwamba Onyonka alikuwa amemrepresent Matiang'i. Tafika hapo baadaye. Lakini siasa za Matiang'i zimechacha sana katika eneo la Gusiland. Niliona wakisema kwamba yeyote actually Danstan Omari wakili alisema kwamba pia anawania useneta katika kaunti ya Nairobi. Akasema atashinda tu mapema asubuhi. Na alisema hivi bayana, yeyote ambaye atapinga Matiang'i kutoka eneo la Gusiland hatashinda kiti chochote. Kuna ukweli wowote hapo? Ndugu Videle, nianzie pale kwanza mahali ambapo wale wakilishi wale wamezungumza. Ukweli ni kwamba Matiang'i hajajitokeza yeye mwenyewe ataja kwamba ninawania kiti cha urais. Lakini Wakenya na marafiki zake wa karibu wanaona kwamba huyu jamaa anatosha. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kazi ambayo ameifanya. Ukianzia akiwa mkufunzi ama akiwa mwalimu ama lecturer katika chuo kile cha Egerton pale, akiwa waziri wa ICT hapa nchini Kenya, yale ambayo alifanya kuhamisha kutoka analog kuja digital, akiwa waziri wa elimu, akiwa waziri wa usalama wa ndani, na kazi ambayo alifanya ni kweli kwamba inaonekana. Aswa yale mageuzi ambayo aliyafanya katika wizara ya elimu. Kumbuka kwamba mitihani ilikuwa inatoka baada ya miezi kadhaa, lakini within siku kadhaa mitihani imetoka pale. Mageuzi makubwa ambayo aliyaleta pale. Basi tusungumuze katika siasa ambazo zinapigwa hapa nchini Kenya. Kwa sababu ya kazi ambayo alifanya, wengi wameona kwamba huyu jamaa anaweza fanya kazi. Na wendani wake wamempa support kweli kweli na wanapiga siasa vile vile. Nikupe mfano, watu waswa wanasiasa kutoka eneo pana la Gusii, kaunti ya Nyamira na kaunti ya Kisii. Kuna kitu kimoja ambacho wanapaswa kukijua hivi. Mimi nikizungumza kwamba hebu tuige jinsi ambavyo wanasiasa kutoka maeneo mengine yapo. Hebu ukiangalia Luo Nyanza, aswa eneo lile la Luo pale, kunacho chama cha ODM. Ni chama ambacho kinaongozwa na Raila Amolo Odinga. Wabunge wengi ukiangalia pale, wengi tu, majority of them wapo katika chama kile. Kutoka eneo pana la Gusii, hatuna chama sasa hivi tunaweza sema kwamba chama hiki kinawaleta pamoja watu wote wa eneo hili la Gusii. Miaka ya nyuma tulimuona yule marehemu Simeon Nyachae alikuwa na chama pale, Ford People. Na chama hicho wakati mmoja alisimama kuwania kiti cha urais. Na kiliwaleta watu wengi pamoja, hata wajumbe wakawa wengi tu katika ambao waliteuliwa na chama kile. Kile ambacho wanafaa kukifanya, hebu watengeze kwanza nyumba yao ya kusema kwamba sisi tukisimama kama ni Fidel Moshoge ndiye kiongozi wa chama fulani, tuseme ni chama cha AGR News, ndicho chama tunasimama nacho, basi wabunge wa AGR constituency ama eneo bunge la ama county mbili za AGR, tuseme county ya Arlington Texas na county ya hapa, watu wale ambao wanasimama viti wote wanakuwa mule. Ni kwa nini niseme hivyo? Hebu ona jinsi ambavyo kila mtu anazungumza pale. Hatutaki kasi katika serikali kwa sababu imetusideline na tupatia kazi ambayo haifai. Wala ambao wameteuliwa na chama cha kile ambacho kinaongoza hapa nchini UDA, mmoja wao akiwa Silvana Sosoro, pale ametaja kwamba mbona tunaibisha
tunapewa kazi tunakataa. Ni kwa sababu sisi hatujajipanga jinsi ambavyo vyama vingine vimejipanga kutoka maeneo tofauti. Wakisema kwamba wataungana watengeze chama kimoja. Tutangoja tuone kama hilo litaafikiwa. Lakini Jeff, ndio katisha kidogo. Wakisi itakuwa vigumu. We'll just give them an eye. Tuone kama unajua Kisi people, wanasiasa wa Kisii ni wale ambao wanapenda kujipigania. Kila mtu anapigana vita vyake. Kila mtu anajipigania kivyake. So we don't know whether this dream, because wengi wameizungumza. Nimeona pale Onyonga akizungumza kwamba wanahitaji chama ndio ambacho wote wataingia ndani. Silvana Sosora atatoka UDA ingie ndani. Chave Chakundi atatoka UDA ingie ndani. Wengine watoka katika vyama vingine waingie katika hicho chama. We'll just give them an eye. Tuone kutaenda namna gani. Kwa sababu ya muda, Chave ningependa pia nimalizie kutoka kaunti ya Nyamira kwa kucheza video fulani haya ambayo haikunifurahisha. Wanafunzi walirudi shule na tumeona shida katika shule tofauti kuhusu funding. Tumeona pale kusema kwamba serikali haijaashiria fedha ambazo zilikuwa zifike pale. Walisema kwamba watawashiria 50%, lakini walisema kwamba walipokea zaidi ya bilioni 20 ambazo hazitoshi hadi sasa. So we waiting to see kutaenda namna gani, kwa sababu nimeona pale walimu wakilalamika, huku pia kusema grade ya 9 inafaa kwenda secondary, huku pia walimu wakisema inafaa kuwa pale primary. We don't know why. And Jeff, do you know kwamba as we are talking now, kuna walimu wa shule za upili na kuna madarasa ambazo ziko pale vacant. Ndio. While we are missing classes za watoto wa grade ya 9 katika shule za msingi, kwa sababu walisema kwamba grade ya 9 ipaki pale primary. So kuna darasa ziko vacant katika shule za upili, kuna walimu hawana kazi. Ili hali kuna wanafunzi hawasomi kwa sababu hawana walimu grade ya 9 na hawana madarasa. Kila ambacho naweza kuzungumza bwana Video ni kwamba mfumo huu wa CPC ni mfumo mzuri. Lakini jinsi ambavyo serikali iliuanzisha haikuwa imefanya kile ambacho ningesema kwamba ni piloting. Ijue jinsi ambavyo mfumo huu utakuwa unaendelea. Wangekuwa wamejipanga vizuri. By the way, walifanya piloting, kuna jopo ambalo liliteuliwa na rais, likafanya uchunguzi, likakuja na final report, ndio wakashift kwenda CBC. Basi kile ambacho kilifanya na waziri ambaye ni marehemu kwa sasa, yule ambaye aliaga dunia pale alikuwa waziri wa elimu, ni kwamba kuna mengi tu alikuwa mbioni akiyatekeleza, na baadhi ya vitu vingine serikali imekuwa ikitaja tu lakini haijafanya, aswa ujenzi wa madarasa katika shule za msingi. Kwa kwamba serikali ilikuwa imepania kujenga madarasa zaidi ya 20,000 pale, lakini yote bado hayajakamilika sehemu zingine. Tuliona pale kaunti ya Nairobi wanafunzi wapo wengi tu darasani, wengine wamekaa wakiangalia upande mwingine, wengine wamekaa wakiangalia upande mwingine, wanafunzi wa grade ya 8 pale na grade ya 9. Kisha baadaye tukaona serikali ikitaja kwamba itakuwa inajenga madarasa kwa kwamba wako accommodated. Kila ambacho akijaafikiwa vizuri, hatuna form 1 mwaka huu, wanafunzi wako ingia kidato cha kwanza. Kuna darasa dira la form 1 limebaki vacant pale. Na hapa shule ya msingi madarasa yalikuwa 8, basi wameambiwa tena mtapewa an extra class darasa la 9. Ikiwa kwamba ni junior secondary pale. Ikiwa serikali kama haijafikiana, wabunge, wawakilishi wadi, tuliona pia mzozo ulitokea kati ya nani anafaa kufadhili baadhi ya wanafunzi hawa masomo yao. Lakini kila ambacho serikali inapaswa kufanya kwanza ni kuhakikisha kwamba miundo msingi imewekwa kwanza. Kabla nilisungumzia hilo kwa sababu kuna shule moja pale nyumbani Nyamira, shule ya Riabe Mixed Secondary School. Na si kesi ya kwanza, pili ama tatu. Nakumbuka kwamba last year kuna mwanafunzi alianguka kutoka kwa ghorofa pale Sironga, ilikuwa Sironga Girls if I'm not wrong. Ilikuwa Sironga. Na akaaga. Ndio. Sababu ambazo zilipelekea yeye kujitia kitanzi ama kujiua hazikujulikana. Lakini uchunguzi bado hatukupata ripoti ya uchunguzi. Pia juzi Jumanne ndio ambayo imepita tu, some day ago, kuna mwanafunzi mmoja pale katika shule ya Riabe ambaye alijitia kitanzi shuleni. Ina maana kwamba tafuta kamba, akaenda kwa bugeni, akaweka kamba vizuri, akafunga, akajitia kitanzi, akafariki kabisa. Lakini wakati wanahabari walijaribu kwenda pale kupata zile habari, walimu waliwafukuza. Actually mpaka kamera zingine zikaharibiwa. Kumbuka kwamba wanahabari waliandamana na polisi kwa pamoja, lakini wanahabari hawakutakiwa kabisa kuingia katika ile shule, sababu haijulikani. Wale ambao ni wazazi wa ile shule pia walijitokeza kusema kwamba what are they hiding?
Why would they not allow the journalists, wale ambao ni wanahabari, waandishi wa habari wafike pale waelezewe kipi ama ni nini ile ambayo ilikuwa imehappen? Je, masala ambao walikuwa wanajiulizia wazazi. Mwanafunzi alitoa wapi kamba? Ni kweli. Wakati ambapo alikuwa anajitia kitanzi pale, tunajua process. Kitambo weke na ni shule, si kwamba yeye ndiye anakaa kwa bweni peke yake. Ni shule kuna wanafunzi wengine. Wanafunzi wengine walikuwa wapi? Mwalimu ambaye anasimamia bweni, kwa sababu mimi nilisomea shule ya bweni pale. Kuna matron pale. Alikuwa wapi? Ni masala ambayo wazazi wanaendelea kujiuliza, lakini uchunguzi unaendelea, polisi walifika pale, they launched investigations, so we waiting to see how it will go down. Lakini before nielezee hayo, tukimalizia kutoka kaunti ya Nyamira, ningependa pia nicheza video hiyo ili yule ambaye mpendwa anasikiliza anasema asikilize masala ambayo wazazi walikuwa wanajiuliza kati ripoti kutoka kwamba mwanafunzi amejitia kitanzi kutoka shule ile ya Riabe ambayo inapatikana Nyamira County. Tusikilize baadhi ya wazazi walikuwa wanazungumza nini. Hii kitu iko wapi? Hii kitu iko wapi? Nani amekuruhusu kaingia hapa? Wewe ni polisi. Umeingia na askari. Hakuna watu nyadi hapa. Yakane daga kuonora. Mimi nakataa. Oba msimbora. Tigabakeleka. Naki unancho moibori. Weskuri eri yabe. Abantu be mite basoire ime. Bamanye nkikegenderete. Basari gune serikali nekoretaki nirororo igongi kegenderete tutamaiti na baibori omwana no yoito kwete na kitoko bori abaibori bono na kiego nyarekana omwana toigutebi ngaki ngengendete kaibarenge aba bakolenda abana tubaete mbara bakole ime na ndembaro na sakio ntobwataga twegenete ngambaro. Nadhani kwamba masala ambayo pia umeyasikia Jeff ile wanajiulizia walikuwa wapi? Ni kweli. Kia kwamba ni jambo la kusikitisha pale. Wazazi wengi watajiuliza usalama wa watoto wao shuleni uko namna gani? Je, wale walinzi wa shule lile walikuwa wapi? Yule matron alikuwa wapi? Usimamizi wa shule inazungumza nini kuhusu hicho? Mbona wanakataa wanahabari wazingie mule na wazazi wajue ni kipi kile ambacho kinaendelea? Maswali ambayo sisi hatuwezi kuyajibu kwa sababu ni kisa ambacho kinaendelea kuchunguzwa na maafisa wa polisi pale. Kisha baadaye watatoa ripoti ni kwa nini ama ni kipi kile ambacho kiliendelea mpaka msichana huyo akajitoa kitanzi, na pia iwapo postmortem itafanywa basi tutajua ni kipi kile ambacho kilipelekea kifo chake pale. Sasa tukimalizana na hiyo mauaji ama mauaji ya huyo msichana ambaye anaitwa Aida. Ndio. Kerubo. Jeff, we have been seeing women being killed. Yes. Tumeona wanawake, actually not even watu wanauana na wanauawa. Kwamba ni gender based violence. Lakini wanawake ndio wengi kwa sababu taarifa ambayo itolewa pale ni kwamba zaidi ya wanawake 100 wameuawa chini ya miezi 6. Lakini wakasema kwamba mwaka huu tangia tuanze Januari mpaka Januari hii wanawake 15 wameuawa. This January. Na unajua wengi wanauawa kwa ile misingi ya mapenzi. Unapata kwamba mtu amepata mtu online pale, wamekutana mahali, mauaji yamekuwa namna hiyo. Kuna jamaa yule ambaye alipatikana akiwa na viungo vya mwili vya mke wake. Ndio. Ambaye pia yuko hivi mikononi mwa polisi, uchunguzi unaendelea kujua kuliendaje. Kumbuka kwamba baadhi ya sehemu za mwili zilipatikana katika mto fulani Nairobi, kwamba zilikuwa azimo katika ile begi ambayo alikuwa amepepa. Na Jeff, we have been seeing these things katika county. Hatuwezi sema kwamba kuna county fulani ambayo hatujashuhudia kwa sababu county zote zimeshuhudia mauaji ya wanawake. The president through KEWAP, kuna lile shirika la wanawake ambao ni wabunge ambao walijitokeza na kuanza kupigania femicide. Rais aliwapa shilingi milioni 100 ili kupigania na vile vile kupiga hizo vita vya mauaji ya wanawake. Lakini pia jana katika kaunti ya Kisii kulikuwa na maandamano. Na haya maandamano yalikuwa basically do away with wale ambao wanaua wanawake. Waliandamana hapa Kisii, niliona pale wakisunguka katika streets zote za Kisii wakisema kwamba femicide must stop. Na baadhi ya vijana ambao walikuwa pale, wazee ambao walikuwa pale, waliunga pia mkono maandamano hayo yalikuwa ya amani, wakisema kwamba lazima watu wakuje pamoja. Wanawake si watu wa kuuawa. Wanawake wanakuwa pale,
women are there to give up, kutupea peace of mind na pia kuharibu peace of mind. Najua mwanamke anafanya kazi mbili. Ndiye. Mwanamke anakuchanganya wakati ambapo haujachanganyikiwa, wakati uko sawa anaweza kuchanganya. Mwanamke anakuchanganya kabisa, na wakati ambapo labda umechanganyikiwa mwanamke anakutuliza. You know, a woman has ability kukutuliza kabisa wakati uko na stress, uko na mambo mengi. Mwanamke akiamua atakutuliza kabisa. Lakini pia wakati umetulia hauna stress yoyote, mwanamke akiamua atakuchanganya zaidi. So hizo ni kazi mbili. Lakini kwanza tujue ni kipi kile ambacho walikuwa wanazungumzia wakati ambapo walikuwa na maandamano ya amani kuhusu mauaji ya wanawake katika kaunti ya Kisii jana. Tuwasikize, tunarejea. Na kueleza wamama wetu, wanadada wetu kwamba sio lazima ujikae kwa hiyo ndoa ama uweze kuketi pale kwenye hiyo maisha ambayo itakuletea kifo. Signs. If the relationship is very toxic, you can live out. And these are some of the women who have been killed. In last year, they've been killed. And in 2025, we are still witnessing some women being killed. And another one was found in River Kariobangi the other day. And we are saying no to femicide simply because this is basically denied somebody a right. Kariwo kunonya ngumbu rere bakari kubutori none bime bike babe kuchibagime. We are saying say no to femicide. Bagendereire korora ebisa by'abantu bagoitwa ose bagoikongentwa ese chinyomo no boirio bwa bwanchani. Igorero etorega goteba tuchake esabali enya yokorigi chinchira chinde chogokana amangana ogoitana okokwa abana abaiseke n'abakungu igogwacha asengenje yogotatwara masikani na gotarukia abantu borongo kebongo tairishwa vizuri kiakili, yani kutopata mafunzo ambayo yanahitajika kulingana na Okengo Nyambane ambaye alikuwa amezungumza hapo. So jana kulikuwa na maandamano hayo ya amani huko, pia wakisema kwamba watu waje kuona wakati uko na shida pale ya kifamilia, sema ili at least upate usaidizi. Na si kaunti ya Kisii, tumeona katika maeneo tofauti. Jeff, ndio pia tukiachana na mambo na femicide, basari zinapeanwa. Na tumeona shida control of budget akasema magavana wasipeane basari, wabunge walikuwa na kesi kwamba basari iko illegal, akasema wao ndio wanapeana basari. Unajua kuna kila kiongozi actually anapewa basari ambayo anafaa kupeana. Kuna basari ya rais, kuna basari ya maseneta, wako na basari kweli? Maseneta sijaona sidani. Wabunge, mwakilishi wa kina mama. Ako nayo? Kuna wabunge, kuna magavana, wakilishi ward, wote wako na fedha fulani ambacho wanapaka kupeana kama basari. Barroso, I remember CJ Martha Koome na viongozi wengine walisema kwamba walipendekeza kwamba what if all these monies ziwekwe kwa kikabu kimoja. Ndio. Nadhani kwamba zitafanya kazi elimu iwe free. Ni kweli. Kwa sababu kuna katika kupeana hizi basari wengi na reports zimesema kwamba kuna wale ambao wanazitumia zile fedha vibaya. Ni kweli. Lakini tukizungumzia hayo kwa sababu niliona pia Nyaribari Chache ikiwa moja bunge ambazo zinatumia vibaya fedha za basaris. Tukiwa hapo nimeona jana juzi Bobasi pale walipeana basari kwa wanafunzi wale ambao wanatoka katika familia duni. Tuliona eneo la Kituchaje South mara ambapo wanatoka Kibagendi ndiye mbunge. Niliona eneo la Bogusero ward, niliona Nyakoe ward, niliona Bogeka ward, baadhi ya maeneo ambapo basari zilipeanwa. Na this time round sijaona complaints mingi kwamba najua kuna kitambo kidogo niliona pale wanapewa namna hii ukarabati huko kidogo. Vile kwa kweli jinsi ambavyo unazungumza kuna mengi ambayo huwa yanaendelea haswa wakati wa kupeana hizi basaris. Visa vingi tu vimeripotiwa pale. Ikiwa kwamba wewe unajuana na mtu fulani katika afisi ya mbunge, ukihitaji basari hii hata utapatiwa ile fomu ujaze hata kama ni very late na iweze kupita pale. Na jambo lingine ni kwamba kuna wale ambao wataitishwa pesa fulani ndipo wapewe. Na kuna baadhi ya maafisa katika afisi hizi za wabunge wamefanya maagano na baadhi ya management za shule fulani. Basi wanaagana, wanafunzi uko nao ni wangapi? Niko na wanafunzi 20. Basi nikikupatia basari ya wanafunzi 20, at least nami nipate kitu fulani. Unapata kwamba wameagana vile. Na ni mambo ambayo tumeyaona yakifanyika
serikali inasema uchunguzi unafanywa, lakini hatujaona kile ambacho hatua ambayo yoyote ambayo imechukuliwa pale. Wengi hatua ile ambayo nimeshaiona ikichukuliwa ni yule mbunge kumvuta ama kumpiga kalamu yule ambaye anafanya kazi katika afisi yake na kutafuta mtu mwingine pale. Ikiwa kwamba hilo sio suluhisho kamili la kumaliza shida zile pale katika eneo lile. Lakini pia Jeff, ndio EACC, Ethics and Corruption Commission, nadhani kwamba wanafaa kuingia katika hizi ofisi, wafanye uchunguzi. These people should be shown home. Waende nyumbani, wafanye kazi pale nyumbani. Kwa sababu pia nikija saa hii asubuhi, actually I saw polisi wamesimama mahali fulani, wanakusanya tu kama kawaida. Hawana wasiwasi, hawajui mwe anatoka nyuma kama ni afisa wa EACC, hawajui mwe anatoka nyuma kama ni nani. Wanakusanya tu. Unajua ni kitu ambacho wamekizoea, ni mazoea ambayo tumeyafanya. Ni tabia ambayo imekuwa kwetu sisi kama Wakenya. Ofisi nyingi. Tuliona juzi pale wale maafisa wa EACC wakitoa ripoti baadhi ya afisi za serikali ambazo they are very corrupt. Ukiingia pale walikuwa wametoa asilimia fulani. Ukiingia aswa kwa lands, ukiingia afisi hizi za irrigation pale mashamba, unapata kwamba kabla uweze kuhudumiwa unapaswa kutoa kitu kidogo. Na pia watu wengi ni mwaka jana tuliona wale vijana ambao wanatafuta pasipoti. Kumbuka kwamba kuna wakati naibu wa rais wa sasa Profesa Kithure Kindiki alikuwa waziri wa usalama wa ndani, na kuna shida ile ambayo ilikuwa inakumba aswa Wakenya wale ambao wanatafuta vyeti ama zile passports za kutoka hapa nchini Kenya kwenda nchi za mbali. Pale unapata kwamba kuna baadhi ya maafisa yeye anahitaji apatiwe 1,000, 5,000, 10,000 ndiposa akuruhusu ama uweze kupata cheti kile kwa uharaka fulani, chiza ambavyo wanazungumza pale. Akajaribu kupigana nazo, lakini visa hivi havijaisha. Ni kama ni mazoea ambayo tumeyafanya. Je, hivi hata mahospitali, baadhi ya mahospitali hapa nchini unaelekea pale kusaidiwa kidogo, pale ukihitaji kusaidiwa unahitaji kuzungumza na mtu fulani ambaye unamjua. Hata kutolewa line upitishwe ufike pale wa kwanza, unazungumza na mtu ndiposa kusaidie. That is why tuliona wameanza kufunza wanafunzi. I saw some students in the other side of the Western Kenya. Wanafunzi, nadhani walikuwa wanafunzi wa chuo kikuu wawili ambao wanajifanya wao ni maafisa wa EACC. Sasa walikuja kukusanya bribe. They wanted, walikuwa wanataka kupewa hongo ndiposa wasifanye uchunguzi fulani pale, jinsi ambavyo walikuwa wamejifahamisha kwamba mmoja anafanya kazi ya EACC katika kaunti ya Bungoma pale, na mwingine ametoka katika afisi ya Nairobi. Yule ambaye alitaja kwamba anatoka afisi ya Nairobi alikuwa msichana wa miaka 26 na kijana yule wa miaka 24. Basi yeye alisema kwamba yeye ni afisa kutoka afisi za EACC katika kaunti ya Bungoma pale. Kila ambacho kiliwafanya watiwe mbaroni, na kwanza walikuwa wamefika pale katika NGCDF wakihitaji kwamba kuna uchunguzi fulani tunaufanya hapa na tunaona kwamba mnaweza patwa na shida ama muwekwe ndani. Hebu tuchotee kidogo ndiposa tusiendelee kuwachunguza. Kwa sababu yale ndio yalifanyika pale. Na vijana hao walitiwa mbaroni na wanaendelea kufanyiwa uchunguzi kujua kwamba je, wao ni maafisa halali wa EACC ama ni wale ambao wanadanganya kutumia jina tu la maafisa kukulia. Wenda ikawa ni maafisa wa sisi wanafunzi. Ni baadhi yale ambao wanaendelea hasa katika ufisadi umekithiri. Ufisadi kwa sababu nilimwona hata the former deputy president akisema kwamba State House of Kenya is the center of corruption. Tutafika hapo baadaye. Lakini ningependa Chief tusikilize baadhi ya wale ambao walipata bursary forms. Tusikie walikuwa wanazungumza nini kutoka wadi ya Bogusero, kaunti ya Kisii, eneo bunge la Kitutu Chache South. Naria rais ngobotaka bore semeji no bonge muno. Kosi abananchi baija in big numbers. So now what I'm surprised ngeringa no energy form jiricha icha Bogusero abanta bangeni manyete ngomisi wari. Because if on toko na sofa jire 1,200 ngeringa ngonye ko ire form, make sure ngai form e ko ijoli o hakikisha ngano mwaki kororo Bogusero. Ko ijoli e form ekere to goje ko verify to nyore nge form yawe go soma bugeka go se kure yawe go soma nyako e go se wodi ngao. I want to assure you nga ntoko kolikira pesa because every wording kwa na yare ngeje form je basa na nyolire paseli na rodire exercise ke gya koli rubiya pendere onjare ngande kero muntu onyolire asa igoni gongwa kere governor mbiya mono ngwa kera omo MCA itori chimondi mbiya mono ase ngencho abande mbale totarenge konyora chi paseli echi lakini koruba so eta sobogambi twanyolire chi paseli Hao ni baadhi ya wale ambao walipata forms wakishukuru kwamba
hafla hiyo iliendeshwa vizuri, hakukuwa na shida mahali popote, na wanashukuru kwa sababu wamesaidika. Jeff, tukitoka katika kaunti ama eneo hilo la Bogusero, Innocent Obiri, ndio wengi wamepigia kelele kuna daraja ya Nyamache. Nadhani kwamba tumekuwa pale for a while. We've been there for several times tukiwa kazi katika AGR streaming services. Na tumeona pale wengi wakizungumza kuhusu ile daraja. Mimi mwenyewe nimepita pale. Mheshimiwa pia ameahidi, mimi nikisikia kwamba the next financial year nadhani kwamba ni atatengeneza, lakini hajatengeneza ile daraja. Ama ile ni daraja, kuna daraja ya kutengenezwa county, kutengenezwa na national government, ama sijui, I don't know those things. Najua ni barabara iko na hiyo. I don't know about those things. Nadhani kisa kama kile kikitokea basi mbunge, gavana na pia wawakilishi wadi wanafaa kuja pamoja na kutafuta suluhu. Si kunyosheana vidole tu kusema huyu ni unafaa kufanya hili, huyu ni unafaa kufanya hili. Kwanza watatue suluhu ama watatue shida ile, wapate suluhu la kudumu. Lakini daraja ile imekuwa zaidi ya miaka 2 sasa na imekuwa ikikwama pale. Mbunge akitaja kwamba atatengeza, ametenga pesa ambazo zitatumika pale kutengeza. Na pia kuna wakati mmoja kaunti ilikuwa inashutumiwa kwani mbona haijafanya jambo lile kutengeza daraja lile. Lakini jinsi ambavyo mbunge amekuwa akiahidi kwamba kandarasi ile itakuwa inatolewa kupewa mtu aje kuifanya, na wananchi wamengoja tu sana. Ndio maana umesikia wakipiga kelele wakitaja kwamba mbona usifanye jambo hili liwe la dharura, tusaidiwe, kwa sababu hawezi fuka kutoka upande mmoja kuelekea upande mwingine. Aidha wale ambao wanahitaji kwenda hospitalini, iwe kwamba ni emergency imetokea usiku, mtu atahitaji kuzunguka sehemu ama barabara ndefu tu kufika hospitalini. Basi ni busara tu yule mbunge Innocent Obiri aweze kufanya jambo la dharura ili ujenzi wa ile daraja ama daraja ile iweze kutengezwa na isaidie wakazi wa eneo lile la Nyamache. Gavana wa kaunti ya Kisii ambaye pia ni deputy party leader wa ODM, ndio Simba Porarati, anasema etaya ya Gusii. Etaya. Pia ni mmoja wa wale ambao wanasema kwamba watamuunga mkono Matiang'i. Kumbuka kwamba yeye ni deputy party leader wa ODM. Na ni yeye ni mmoja wa wale ambao wanasema kwamba vijana washika IDs mapema, uenda this time round kwa kubaya, tofauti kabisa na vile ambavyo tumekuwa tukishuhudia pale awali. So we waiting to see vile ambavyo kunaenda. Na ningependa tuingie katika taarifa za kitaifa, tujue labda kitaifa. Tumemalizana na taarifa za Kisii, Nyamira na maeneo mengine. Katika taarifa za kitaifa. Kabla bwana Bidela tujaingia pale katika taarifa za kimataifa, ni kitaifa. Ni jambo la muhimu hasa kwa vijana. Muda ambao umepita ama wakati ambao umepita katika kupiga kura hapa nchini Kenya ni kwamba unapata vijana wengi tu atuchukui kura. Ikiwa kwamba tunazo, basi tunakaa pale pembeni tukitaka tupewe kakitu ndiposa tuende kupiga kura pale. Ikiwa wakati huu tumeona maandamano tangia mwaka jana, Gen Z pale, maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika. Ikiwa vijana hawa ama sisi kama vijana tuamue kuchukua kura zetu na tuamue kuzipiga kwa mtu ambaye tungetaka awe kiongozi hapa nchini kuanzia urais hadi uwakilishi wadi, basi tunaweza. Lakini kila ambacho tujiulize swali, je, vile ambavyo tunazungumza tutafanya vile ama tu ni kuzungumza tu? Na ujue kwamba Jeff, youths ni wengi kushinda watu wote. Ni kweli. So tukiamua tutafanya. Tukiamua kwamba tutafanya. Ni vile sasa labda tumezoea kitu kidogo. Ni tabia ambayo imekuwa ni mazoea mabaya hapa nchini. Ikiwa hata mtu ukitaka kutema mate tu, mtu atakueleza kwamba Videli bwana hujanichotea namna gani. So Jeff, ndio siasa Mlima Kenya unazionaje? Kwa sababu tangia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua atolewa afisini, wa Munyoro Residence, makazi yake pale Nyeri, imekuwa ikipokea viongozi wengi kutoka maeneo tofauti. Baadaye si kwamba ni Mlima Kenya peke yake. Nimeona viongozi kutoka Gusii, wakilishi wadi kutoka Kisii wamefika pale na kutoka maeneo tofauti. Na kuna usemi kwamba sasa yeye ndiye kusema eneo la Mlima Kenya. Juzi tumemwona akihudhuria hafla ya kufungua visi mpya ama makao makuu ya chama cha DAPK, chama ambacho kinaongozwa naye Eugene Wamalwa ambaye pia alikuwa waziri wakati wa serikali ya mpito. Baadhi ya wale ambao walihudhuria ni kwemo Rigiji, Kalonzo Musyoka
na viongozi wengine ambao ni wa vyama vingine. Mbona kwamba chama kile wa Munyinyi ndiye Secretary General. Na Rigiji alizungumza pale. Akasema kwamba serikali ya Kenya Kwanza is a one-term government. That is actually what he said. They're working extremely hard to ensure kwamba serikali ya Ruto atakuwa one-term president for the first time. That is what he said, kwamba atakuwa one-term president. Kwa sababu gani? Alieleza sababu. Akasema kwamba ufisadi unaendeshwa na Rais Ruto mwenyewe kulingana na Rigiji. Akasema viongozi ambao wako katika serikali ambao ni wandani wa rais wao wenyewe wanafanya wako katika kashfa ya ufisadi pia. Kuna masala mengi alizungumzia, akazungumzia kuhusu SHIF, akasema kwamba hiyo pia ni ufisadi. Kuna mambo mengi ambayo aliyazungumza. Na akasema kwamba State House is the center of corruption. Ni kweli ameyazungumza mengi, lakini kumbuka wakati mmoja basi yeye ndiye alikuwa kiongozi wa kujampion baadhi ya kazi kama hizo zile ambazo zimefanywa. Lakini uhasama wake na Rais William Samoei Ruto hatujui hakika ni wapi ambapo walianza kukoseana, kwa sababu Rais Ruto hajajitokeza tueleze kile ambacho kilifanya wakosane na naibu wake. Na huyu naibu wa rais hajajitokeza wazi. Rais amesema Jeff. Rais amesema kwa sababu nakumbuka rais akiwa Western alisema alimzungumzia bayana, akasema kwamba Rigiji alikuwa mtu binafsi, mtu ambaye ni mfisadi, mtu ambaye ni mkabila, na mtu ambaye hawezi uza zera za serikali. Ndio maana incompetence. That is when the David president alisema kwamba the former when you talk on matters of competency, just look on the mirror. Sasa kwamba wakati ambapo unazungumza kuhusu masuala ya ufisadi na incompetency, jiangalie kwa kioo. Mwenye unaona kwa kioo ndiye anaongoza hayo masuala. Ukumbuke kwamba wakati wa uongozi wa rais wa 4 Uhuru Muigai Kenyatta, huyu rais wa sasa alikuwa naibu wake. Kuna kesi ambayo ilikuwa inamuandama naibu wa rais ambaye alitimuliwa mamlakani Geoffrey Rigathi Gachagua kuhusiana na kashfa fulani pale ya mamilioni ya pesa. Na kisha mahakama ikatoa baadhi ya shilingi milioni 200 ambazo ilisemekana kwamba alizipata kwa njia ambayo haikuwa nzuri. Lakini wakati waliingia katika serikali ya William Samoei Ruto, tulipata kwamba alienda kaeka kesi na pesa zile zikarejeshwa kwake. Kisha baadaye kuna yale ambayo yameendelea hadi yeye akafurushwa ama kuondolewa mamlakani. Na kisha baadaye ameguka kuwa mpinzani wa rais William Samoei Ruto, kwa kipinga baadhi ya miradi ambayo imetengwa pale. Kumbuka kwamba katika hafla ile ambayo alisumuza pale katika kufungua afisi za DPK Kenya, ni kwamba alitaja kwamba Ikuru pale ndiposa, ama alitaja kwamba Ikuru ni mahali ambapo mulungu ama kupewa pesa, kudish pesa kwa aswa makao makuu ya ufisadi. Ni makao makuu ya ufisadi, tuseme vile jinsi ambavyo alitaja. Ikiwa kwamba ni jambo ambalo alijapokelewa vizuri na baadhi ya viongozi ambao wapo serikalini. Na tumeyapata baadhi ya mawaziri ambao wameteuliwa kutoka Mlima Kenya wakizungumza. Ambaye alizungumza wa kwanza pale nimemsikia ni yule waziri wa ICT bwana William Kabogo. Kuna yale ambaye aliyataja. Kuna wakati amekuwa akihojiwa katika kituo kimoja cha runinga pale, na alitaja kwamba kelele ambayo iko Mlima Kenya ni kelele ambayo inachochewa. Si kelele ile ya kusema kwamba hatutaki kitu fulani. Ni kelele ambayo imechochewa na watu fulani. Na yule ambaye alikuwa anamnyoshia kidole ni yule aliyetimuliwa, aliyekuwa naibu wa rais Geoffrey Rigathi Gachagua. Huko akitaja kwamba kelele hiyo tu ni ya muda kidogo, itakwisha. Huku akipiga upata kusema kwamba serikali iko mbioni kujaribu kufanya kazi jinsi ambavyo itaweza kufanya kazi ile. Na tulimuona pale yule waziri wa lands naye akizungumza. Na kile ambacho alikitaja Alice Wahome ndio alimukashifu sana huyu aliyekuwa naibu wa rais Geoffrey Rigathi Gachagua, akitaja kwamba baadhi ya maendeleo ndiye alikuwa anayaanzisha pale, either wakiwa na Rais William Samoei Ruto ama wakati mwingine akiwa yeye peke yake. Huku akimshutumu kwamba kila ambacho unapaswa kukisema kwa sasa, waeleze Wakenya jinsi ambavyo watapata lishe bora ama chakula, wapate kazi na shida zile ambazo zinawakumba. Lakini si kutaja kwamba kandarasi zile ambazo zinafanya kazi zile serikali inafanya kwa sasa ndizo mbaya. Na alisema pale kwamba I pity you bwana Rigathi Gachagua. Ningependa tuwasikize hao wawili wamezungumzia Alice Wahome. Kwanza nataka tumsikize Eric G akisema kwamba makao makuu ya ufisadi yako State House. Kisha baadaye tusikie
Profesa Kithure Kindiki ambaye ni naibu rais alimjibu, kati ambapo alimjibu jana. Ni kweli. Pia Alice Wahome alizungumza. Ningependa kwanza tumsikize yule ambaye ni aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, tusikie anasema nini. Let me say, President William Ruto could not agree me to stay in government because I could not agree to corruption. The State House of Nairobi President is a real pia watu wengine wanatutisha huko jana. Ati our job is to make sure William Ruto is a one-term president. That is your objective. Hiyo tu. Just that. And you will have achieved a lot. President Ruto is lucky to be among the 5 Kenyans who have occupied the seat of President of Kenya. Now I don't have to beg. Alafu naniambia we go and start opposing President Ruto hapa. There is only one person who can countermand me in Kenya. Only one. Crying. Oyo ni naibu rais ambaye alikuwa anazungumza kumuhusu aliyekuwa naibu rais pia. Rigathi Gachagua akisema kwamba acha kupiga kelele. Acha kupiga kelele. That is what he said, kwamba acha kelele mingi. Wakati ambapo alikuwa naibu rais, kazi ilimshinda. Sasa atulie. That is what he said actually. Na vile vile there is some, I'm trying to get a video where Alice Wahome alikuwa anazungumza. Ningependa tumsikize pia Alice Wahome kwa sababu mmezungumzia pale kwamba alimkashifu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Tumsikize, nimepata video hiyo. That's how I'm working because you former deputy president's statements. He has forgotten that he was part of the team. He has forgotten that he has launched some of these projects himself, alone or jointly with His Excellency the President. And he was our champion. Were his eyes closed to that time? Let me say. So umemsikia Alice Wahome ulisema kwamba aliyekuwa naibu rais ni mmoja, pia aliwahi kwa wakati mmoja launch isi affordable housing. Yeah. Lakini wanasema kwamba siasa is all about interest. Ikishift pia ya mtu ina shift. Tukimalizia chef, siasa kitaifa tumeona Kalonzo akija pamoja, Rigji akisema kwamba the end of this month, leo ni tarehe 30. Leo ni tarehe 30. Ina maana kwamba end ni kesho. Maybe tunatarajia jambo weekend hii ama kesho. End of January ni kesho. Ndio. So we are expecting to hear something from him. But we know constitutionally he was impeached. Yes. Na mtu akiwa impeached anafaa kupumzika miaka 10 ndio aanze. Lakini pia kuna kesi kotini, unajua. Ndiyo. Kuna kesi kotini, ajui itaamuliwa namna gani. So kwa sasa vile ambavyo tunaelewa, ile kesi kiisha, ikimpa Rigji go away ni sawa. Lakini kwa sasa alikuwa impeached, is not legitimate kuwania kiti chochote mpaka miaka 10. Kama ile kesi ambayo iko pale kotini ikimfavor, good and well, but we're waiting to see how it will go down. I thought kwamba vile anazungumza ni kama atawania. Unajua kuna vile anazungumza, vile anapokea watu pale wa Mnyoro ni kama mtu ambaye amejipanga kuwania urais 2027. So we're waiting to see. Nasikia kuna muungano wa Matiang'i, yeye natembea, Eugene Wamalwa, Kalonzo. I'm trying to, we just give them an eye, tuone kutaenda namna gani. But pia tukiwa katika siasa za kitaifa kuna mkutano wa afya ambao unaendelea pale Mombasa. Na baadhi ya viongozi ambao walihudhuria pale ni ikiwemo the former president Uhuru Muigai wa Kenyatta, waziri wa afya ambaye ni Deborah Baraza, ambaye pia kwa wakati mmoja kuna mama alistorm kwa ofisi yake wakati alikuwa anapeana breathing. Yule mama alishikwa na akachiliwa kwa dhamana ya shilingi 10,000. Jambo ambalo pia Wakenya walikashifu zaidi. So wakati ambapo walikuwa katika ule mkutano walizungumza mambo mengi sana. Na the former president ndio alizungumza. Ndio. Na jambo la kwanza ambalo alilizungumzia ni kuhusu kazi mtaani. Sema kwamba sababu ambayo ilifanya akaleta kazi mtaani haikuwa sababu nyingine, bali ni vijana ni wengi hawana kazi ya kufanya. Sasa ikabidi kwamba alete kazi mtaani, vijana waingie pale, lakini serikali kwa sababu na siasa ikaingia namna hii wakadua away with kazi mtaani. Ningependa nitafute
Video hiyo tumsikize. Unapoendelea kuitafuta pia kuna yale ambayo ameyazungumza pale akitaja kwamba mbona nchi za Kiafrika basi zianze kulia Marekani imeondoa miswada ile ambayo imekuwa ikitoa hapa nchini ama katika nchi za Kiafrika, huku akitaja kwamba kwamba nchi za Kiafrika ziache kuitumainia misaada ambayo inatoka nchi tofauti pale, haswa nchi ile ya Marekani ni baada ya kutumia rasilimali walizonazo kutatua changamoto ambazo zinaikumba bara hili la Afrika. Ikiwa kwamba tupate yale ambayo ameyazungumza pale, ikiwa umepata video hiyo tutapoicheza tupate yale ambayo ameyazungumza, kisha baada nitatamatisha na kile ambacho alikizungumza kuhusiana ama kauli ile ambayo alitoa kuhusiana na mataifa ya Kiafrika kuongoja misaada kutoka nchi za ugenini. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. He has no reason to give you anything. I mean, you don't pay taxes in America. He is appealing to his people. Shauri yenu bana. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, tujiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? To support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things. The bullets and the guns we buy, we are not given for free. We buy them. And we are not buying them to go and fight wars off our shores. We are fighting our own people. Hapa too. Brother killing sister, sister killing brother. Over stupid things. Crying. Let us work together to bring an end. Trump has removed money. He said he's not giving us any more money. Nadhani lile ambalo lilisungumzia umelisikia pale kwamba we are crying. African leaders are crying. Ni kweli. But also rais wa Marekani J. Trump alifikiria kivingine. Aliruhusu vyakula, usaidizi wa vyakula, USAID, usaidizi wa madawa kama ARVs. Alisema kwamba uendelee. Kumbuka kwamba kuna ile misaada nyingine ambayo alisimamisha. Lakini what do you think about what the president has just said? The former president yale ambaye ametamka pale ni ya ukweli tu, ni kwamba pesa nyingi ambazo tunapata hapa Afrika tunazitumia kufanya vitu ambavyo si vya muhimu zaidi, na tunasahau vitu vile ambavyo ni vya muhimu zaidi asu hapa Kenya. Tuzungumze nchi ya Kenya ama Afrika Mashariki. Sasa hivi angalia pale DRC kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kila ambacho wanaulizana hatujakijua bayana ni kipi kile ambacho wanaulizana pale, lakini silaha ambazo zinatumika pale kupigana, jinsi ambavyo rais mstaafu wa 4 wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ametaja pale, zimetumika ama zimenunuliwa kwa pesa nyingi tu, na mwananchi wa kawaida pale ameendelea kuteseka. Vita vya wenyewe vimeendelea pale, dada na kaka kuuana kwa sababu ya kitu ambacho either it's political or something that is not well understood, that ni nini hicho ambacho tunaulizana pale. Na rais alikuwa ama mstaafu alikuwa anazungumza katika kongamano ambalo linaendelea katika nchi ya Kenya pale Mombasa. Ni kongamano la mataifa ya Afrika Mashariki kuhusu usalama wa mivumo ya afya unaofanyika pale Mombasa. Ni vizuri video kwamba hata hapa nchini Kenya tembea katika baadhi ya hospitali utapata kwamba hospitali ipo imejengwa vizuri, jengo nzuri tu, lakini ndani hamuna yule nesi ama madaktari ambao wanapaswa kushughulikia wagonjwa. Ama ukipata kunao madaktari, vifaa ambavyo vinahitajika kushughulikia hawa wagonjwa havipo pale. Ndipo unapata kwamba kama ni mgonjwa amefika pale, hakuna wa kumsaidia ama hakuna kifaa kile ambacho kinahitajika kumsaidia, kuna madawa, unapata kwamba amepata referral. Na by the way, yule mgonjwa kutolewa maeneo yale afike maybe tuseme hospitali ya KTRH ni muda, hakuna ambulance. Je, are we doing the right thing for what we are being given? Ndiposa ama ndilo swali ambalo wengi wanajiuliza pale. Ni vizuri kongamano ile, nadhani wakitoka pale wale wawakilishi wa mataifa ya East Africa, basi kuna kile ambacho wanaenda kukifanya kuhakikisha kwamba tunajitegemea kama nchi za Afrika Mashariki na tunaendeleza mifumo yetu jinsi ambavyo inafaa, haswa afya
elimu na miundo msingi tu ya kuhakikisha kwamba biashara zinafanyika vizuri katika Afrika Mashariki. Nadhani that is the message the former president had to African leaders kwamba wazoe kujitegemea. Tusizoe kutegemea nchi nyingine. We are not paying taxes in America. Actually, some of our Kenyans are yet to be deported from Marekani kuja hapa Kenya. Sababu niliona pale asubuhi ni zaidi ya Wakenya 1200 ambao wanafaa kutoka pale Marekani. Na kuna nchi niliona wanafaa kuwa deported watu 1300. Wengi zaidi. Lakini tutangoja tuone vile ambavyo kutakwenda. Lakini Jeff, ndio kesi ya Mackenzie ilienda wapi? Samahani? Kesi ya Mackenzie ilienda wapi? Kesi ya Mackenzie imekuwa ikiendelea pale, na wale baadhi ya wale ambao walikuwa wanatoa ushahidi wameendelea kutoa, na tunangoja tuone ni kipi kile mahakama itakuwa inataja, ama kama itakuwa inampata na hatia ama kutakuwa namna gani. Lakini kuna baadhi ya wale ambao walikuwa wanatoa ushuhuda pale wakisema kwamba walitishiwa maisha, wengine waliuziwa mashamba pale, kisha baadaye kufika pale kuanza kufanya kazi wakatekwa nyara na kufungiwa pale, kurasimishwa kufunga ili wamuone Yesu. Basi tunangoja tuone ni kipi kile serikali itakuwa inakifanya. Kumbuka kwamba Mackenzie alikamatwa wakati wa serikali yake Uhuru Muigai Kenyatta, na kesi hiyo imekuwa ikiendelea pale mahakamani. Tunangoja tuone kesi hiyo itaenda namna gani na ni vipi mahakama itakuwa inatoa ule uamuzi wake kuhusiana na yale ambayo yaliendelea pale. By the way, kudanganya watu, sijui ni kwa nini Waafrika wengi sisi huwa ndio tunadanganyika zaidi, aswa mambo ikifika ni ya kidini, kuelezwa kwamba ukifanya jambo fulani Mwokozi utamuona. Imekuwa ni shida tu. I don't know ni nini inaendelea katika nchi zetu za Kiafrika. There is a story I saw kwamba there is also another cult in development. There's another cult in development. Tunangoja tuone itakuwa namna gani. Kuna story nilisikia juzi na sambaa katika mitandao ya kijamii kwamba kuna kanisa lingine ambalo uchunguzi umeanza kulichunguza. So we waiting to see kutaenda namna gani, kwamba kuna cultism bado inaendelea katika dhehebu fulani. So we are waiting to see how it will go down. Uchunguzi utabaini namna gani. Lakini nilizungumza hilo kwa sababu Jeff, sisi pia tuko na aibu. Tumeona viongozi wakipigana kanisani, si mara ya kwanza, mbili, kwanza eneo la Gusiland. Kwanza kanisa za Kiadventista, hizi kanisa zenyu hizi. Tumeona si mara ya kwanza, si mara ya pili. I've never heard kwamba kanisa mengine wakipigana pale. Kanisa moja ilikuwa ni PH na nyingine ni ya Kiadventista, nimesikia 2-3. Juzi ilikuwa Omosige ambayo iko pale Bonchari. Ndio. Nimeona pale wakipigana. I don't know what's the problem, kwamba juu ya uongozi kanisani. Bana Videle, niseme hivi kwamba dini zetu mahala ambapo ukiona yale yanaendelea ni dhihirisho kwamba Mungu yu karibu kufika. Na akifika basi unapaswa kujiuliza swali, je, mimi nitakuwa wapi? Na yale yote ambayo tumekuwa tukiyashuhudia tu ni leadership rankings katika makanisa tofauti. Ni kwa sababu siasa zimeingizwa katika kanisa. Na siasa zikiingizwa katika kanisa, basi tena pale hakuna kuabudu Mungu. Ni kupigania, mimi nataka hiki, mimi nataka kile. Je, ni nini nitapata nikiwa hapo? Mimi mmenitoa, nitakuwa namna gani? Basi lile nadhani kanisa husika litashughulikia kupitia kwa uongozi wake. Wajue msoso ule ulianzia wapi, ni kipi kile ambacho kimekuwa kikiendelea pale. Ikiwa Mungu akiongoza na Roho Mtakatifu pale, mambo yote yatakuwa sambamba. Let's hope so. Tuwe na imani kwamba hayo yote yatakuwa. Nataka nicheze video ya kanisa hii ya Omosege mahali walikuwa wanapigana, kisha baadaye tuangalie taarifa za kimataifa tukimalizia, kwa sababu naona tuna dakika kama 6. So let's use this 6 minutes tukimalizia. Kumbuka kwamba kuna taarifa za DRC, Rwanda tulianzia lakini hatukuzungumzia. Kuna ripoti ambayo ulisema Felix Tshisekedi amezungumza. Kuna ajali ambayo ya ndege ilifanyika pale Marekani. Ni baadhi ya taarifa ambazo tutaziangazia tukimalizia chini ya dakika 5. Lakini kwanza tusikie vita kanisani zilikuwa namna gani. Of this church ni tutuagaje kanisa ababa chenyu kama suwa bata toko techizuko nteka nyarekana usase mangoyo sase mangoli ma mpaka conference ya interview teko nyarekana murangarisko na matena ki we know your character, you cannot step by pulpit korandia na mokani no kani you are banned from the conference nje ngolo kwa omolise eno konchanga ase kanisa yo Omosege Church Itiero district
engaki 2023 tukarolese yeye ngane njane ngo muri sio mutangani kanisa tukateba nga yaye ko ikato muri kanisa tukwane tukalikaliruwe tukamurikaliruwe ya reconciliation abantu bose tuisaranse tukwane bujando yoere kuri kanisa tukamurika tukamutomera akanga tata ka reconciliation twatwari robokong ase bono ego chikobo mwako yomo nimetinyebere koruo murai olingo okoruku onchangu aruseti goborai bona tachieti gwancherananga oborai bwairu omuntonde nangete akagenda n'ebintu bya kanisa akanga koru handing over abalisia abaiga n'abantu babo igo baonjokire nabo babeire nyasaye bakamanyeta abayana babe ase kanisa eye rayo ikire rituke sabato tariko yani eri mwaka ngoyo moiga mpaka mutienye sita iga saba tare gocha kanisa bono keraire na goche kanisa nadhani Jeff umewasikia umesema kwamba kwa Roho Mtakatifu Mwenyezi Mungu atasaidia haya yote tuyamalize. Ni kweli. Taarifa za kimataifa ni kuanzia pale. Basi mpendwa, tunapoendelea kusonga mbele taarifa za kimataifa, kuna mzozo wa DRC pale kwa kwamba baadhi ya mamluki wapiganaji wa Ulaya walioisaidia nchi ile ya DRC waliweza kukaribishwa katika nchi ile ya Rwanda, na kile ambacho kimefanyika pale ni kwamba baada ya M23 kuchukua ushukani pale Goma, ni kwamba maafisa wale wa Romania walitoka mule wakipitia eneo lile la Gisenyi kuelekea Kigali, na walibebwa na mabasi kuelekea pale Kigali, huku wakielekea moja kwa moja hadi uwanja wa ndege kurejelea kwao nchi ile ya Romania. Na kwingineko katika taarifa ambazo zinaandamana na zile ni kwamba rais wa DRC Felix Tshisekedi usiku wa kuamkia leo ametoa taarifa kuhusiana na hali ya nchi, ikiwa kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe vinaendelea pale nchini Goma, huku akikashifu sana wale waasi wa M23 akiwataja kwamba wao ni magaidi na serikali yake inafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba wameshindwa pale. Kwingineko ameweza kunyosha kidole cha lawama katika Umoja wa Mataifa, kwani akitaja kwamba wao wameangalia tu na hakuna lolote ambalo wamelitaja kuhusiana na vita vile ambavyo vinaendelea pale nchi yake ya DRC Congo. Na tunapoendelea kusunga mbele mpendwa, ni kwamba kutoka Marekani pale ni ndege ya abiria iliyokuwa na watu zaidi ya 60 iliweza kugongana na ndege ama iliweza kugongana angani na helikopta ya kijeshi jijini Washington DC, na kuna wasiwasi kuwa baadhi ya wale ambao walikuwa mule wameaga dunia na wengine kupata majeraha, na basi huenda kukawa na maafa na majeraha baada ya ajali hiyo, kwa kwamba taarifa zile ambazo zimetolewa kuhusiana na ajali ile, huku mashirika ama kuna lile shirika ambalo limetoa taarifa kuhusiana na ajali hiyo ikihusisha ndege ya American Airlines Eagle Flight 5342 ambayo ilikuwa inatoka pale Washington DC ikielekea pale samahani pale, ni kwamba ndege hiyo ilipata ajali na ikapata kuanguka katika mto wa Potomac, na lile ndege ambayo ya helikopta iliyohusisha nayo, kuna taarifa ambazo zimetolewa pale kusema kwamba we are aware of the reports that the American Eagle Flight 5342 operated by BSA with the service from Wichita, Kansas ICT to Washington Reagan National Airport has been involved in an accident, kwa kwamba uchunguzi unaendelezwa kujua ni kipi kile ambacho kilipelekea ajali hiyo kutokea. Na basi tunapoendelea kusonga mbele katika vipindi vyetu vijavyo, tutakuwa tunapata taarifa hiyo kwa undani zaidi, tukufahamishe ni kipi kile wameweza kukizungumza. Na taarifa ambazo zinafumukana na vita pale DRC, Rais wa nchi ile ya Angola Bwana Joao Lourenço, ambaye pia ni mpatanishi mkuu katika mzozo wa DRC na nchi ile ya Rwanda, ametaka waasi wa M23 kuachilia maeneo yote wanayoshikilia katika nchi ile ya DRC na kuvitaka vikosi vyote vya Rwanda kuondoka katika ardhi ya DRC mara moja. Ni taarifa ambayo imetolewa na mpatanishi mkuu wa mzozo wakati nchi ile ya DRC na pia nchi ile ya Rwanda
Rwanda, rais wa nchi ya Angola Bwana Chao Lourenço, ambaye amezungumza muda mchache ambao umepita kuhusiana na jinsi mambo yalivyo pale DRC Congo. Kwako ndugu Vidal. I was checking on those people that they will be deported from Marekani, and I saw in the morning, I saw more than 1,200 Kenyans wenye wana stakabadhi sahihi ambazo zinafaa kuwa stahilimisha kukua pale Marekani. Wanafaa kurejeshwa nyumbani. 1,200 people. And there is a country I saw yenye iko na watu zaidi ya 1,400 ambao wanafaa kudipotiwa, kutolewa, kutumwa nyumbani kutoka pale Marekani. Ni baadhi ya yale ambayo yalinishangaza sana asubuhi. Wakati ambapo nilikuwa nayapitia yale ambayo yanaendelea. Lakini Jeff, tukimalizia pale kwa sababu naona na dakika moja, ningependa nisome gazeti lile ambalo ni la Taifa Leo. Niangalie mbele tu gazeti la Taifa Leo tu kwa sababu gazeti zingine taarifa zote tumeziangazia ambazo zilikuwa zimechapishwa katika magazeti. Nadhani kwamba zote tumeziangazia. Wakwaruzana tena ndio ilikuwa taarifa kuu katika gazeti la Taifa Leo, na wanamzungumzia naibu rais wa sasa Profesa Kithure Kindiki na aliyekuwa naibu rais ambaye ni Riggy. Tulizungumzia taarifa hiyo. Pia kuna taarifa ya Shekedi ambaye alisusia kikao cha kuleta amani katika nchi ya DRC na nchi ile ya Rwanda. Kumbuka kwamba inasemekana kwamba nchi ya Rwanda ndio inafadhili yale mapigano pale. Na vile vile ukiangalia pale chini wanasema kwamba county hazijapokea fedha ambazo zinahitajika kuongoza, huku akisema kwamba county ya Meru ya Madam Kawira Mwangaza sasa inaongoza county kwa kufuliza tu. Ina maana kwamba kwa madeni. Ukiangalia pale chini Amerika yapendekeza hatua DRC. Ni taarifa kuhusu vile ambavyo Marekani imesema kwamba watu waingilie kati mkutano ule wa kimataifa, waingilie kati vita hivi ambavyo vinaendelea pale DRC. Na tukiingia juu ni spoti, na nilisoma gazeti hili nikufahamisha kuhusu spoti. Jeff, on Sunday we'll be having Kariobangi Sharks na Shabana katika uwanja wa Gusii Stadium. Kawaida tu kichwa kwa Shabana kwa sababu tutawanyorosha. Kumbuka actually Shabana we have been doing well. That is what I miss. Kwa sababu last time tulikuwa na Sofapaka Dandora, si nyumbani kwa Sofapaka, si nyumbani kwa Shabana. Tulikuwa gonga pale bao 1-0. The other day we had ni Bandari, tukainyorosha kwao nyumbani bao, tukaenda draw by the way, 1-1. Pia I don't know, Kariobangi Sharks last time ilitugonga, so this time wako nyumbani, nadhani tutawanyorosha kwa sababu tulikuwa Raila Odinga Stadium Homa Bay. Sofapaka tulikuwa kwao, tukawagonga, tukaenda Nairobi tukawagonga, so tukapata hizo pointi 3. So tuko nambari ya 5 kwa ligi sasa hivi. Shabana tuko namba 5. Tunangoja tufukue mpaka namba 2. Tushuke mpaka namba 1 pale. Hata tunaweza chukua hii ligi ya KPL. Basi tutangoja tuone jinsi mambo yataenda pale. On Sunday ni pesa kidogo, ni 300 to 500 entry fee. So on Sunday I'm expecting you kwamba tutakuwa pale Gusii Stadium. Lakini vile ambavyo tunaendelea kufika mbele, taarifa zile ambazo zinaingia kuhusiana na ajali ile ya ndege ambayo ilitokea pale Marekani, ilianguka katika mto, ni kwamba watu 64 walikuwa katika ndege ile ambayo iligongana na helikopta na ikaanguka katika mto pale. Na kufikia sasa miili 18 imeopolewa kutoka kwa mto huo ambako ndege hiyo ilitumbukia baada ya kugongana na helikopta pale. Na hayo ni kwa mujibu wa shirika lile la Marekani, wakitaja kwamba miili 18 imeopolewa, kwamba authorities zile ambazo zinahusika na uokoaji wa wale ambao walipata ajali hiyo wanaendelea pale, ambao wamezitoa. Tutakuwa tunafuatilia kwa karibu zaidi tujue ni watu wangapi wameopolewa, ikiwa kwamba wote wako hai ama wote wameaga. Lakini kwa sasa hivi ni watu 18 ama miili 18 ya watu ambao walipata ajali katika ajali ya ndege pale Marekani Washington DC. Miili 18 imeopolewa. Nadhani Jeff hapo ndio tutaweka kikomo hadi wakati mwingine. Pia tukufahamishe, tukupashe yale ambayo yanaendelea kutoka maeneo tofauti, kutoka eneo letu la Gusii Land, county tofauti, kitaifa
na kimataifa. Mimi wananiita Vides Mashoge. This is AGR FM. Unakimbia upande wa Google Play Store, App Store, download our radio application ili uzidi kupata vipindi vyetu vingi ndani ya AGR FM. Mimi ni Vides Mashoge. Nami najulikana kama Geoffrey Nyakundi. Tupatane panapo majaliwa. Kwaheri kwa sasa. Kire Arlington, Texas, USA goika Austin Singima. Abagusigiro po radio nere tunkwarte asebtunu ane chingongo chonsi cheri robalia gusine chinsemo chire au. Chenguru kwa pita nyasani ya mwaro kurumatongo gontegerete abagusigiro po radio. Jeni gongoro ku angwe Danieli rwaiga chiro ya usongo kwa nyama kena ni gontegerete abagusigiro po radio. Asamrete ngugwedi na kwambuka muko koroya secho ya busongo kore biashara ni gontegete abagusiguro boredi. Samarieta ngorupani skerbongo kore biashara busongo abagusi bategerete radio guro radio. Bono, nabako tonyora ase website yaito ya www.abagusigroboradio.com. Oboigo, nabako tonyora ase YouTube channel yaito o like na subscribe wetera www.abagusigroboradio.com. Elionyo remero yaito eye mas